Shalom, shalom. Ninakusalimu tena kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni mimi mtumishi wako Godfrey Muhiche. Ni mwalimu lakini pia ni mkalimani wa lugha ya alama. Pembeni yangu ni mkalimani wa lugha ya alama anaitwa Josia Msumari. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Na leo tutaendelea katika somo letu zuri la ulemavu na injili ya Yesu Kristo. Lakini pia nikukumbushe kwamba tupo chini ya channel yetu ya Inclusive Gospel, yani injili jumuishi. Kwa hiyo wewe kama ndo mara yako ya kwanza unaungana nasi, tunaomba hakikisha una subscribe, una like, una comment, lakini pia una share. Nikukumbushe kwamba kama vipindi vilivyopita hukuweza kuhudhuria, basi tupo hapa tunazungumzia kiujumla ulemavu na injili ya Yesu Kristo. Na hili ndilo somo letu na haya ndio maudhui yetu ambayo tunatembea nayo. Kwa hiyo nikukaribishe uweze kutufuatilia na kuweza kujifunza zaidi kuhusiana na somo letu zuri. Kipindi kilichopita tulikuwa tunazungumzia kwa habari ya viziwi na tulizungumzia nini maana ya viziwi, tulizungumzia sababu ya viziwi na tukajaribu kuonesha zile sababu mbalimbali ambazo zinasababisha mtu kuwa na uziwi ama kupata uziwi. Leo naomba tuweze kuendelea, tuweze kufahamu nini tiba. Ni tiba gani hasa ambazo mtu kiziwi anaweza kuzipata, au uziwi unatibiwa kupitia nini? Sasa hapa mbele yako nimekuja na tiba za aina mbili ambazo mimi nimefikiri na zipo uwezekano wa kuweza kutibu tatizo hili la usikivu. Moja ni kupitia hospitali. Wataalamu wetu wa masikio wana mbinu mbalimbali na wana njia mbalimbali na wana dawa mbalimbali ambazo zinaweza zikatibu tatizo la usikivu kulingana na sababu ya usikivu huo. Kwa hiyo mtu kiziwi anaweza akapelekwa hospitali na akapatiwa matibabu vizuri kabisa na tatizo lake la kusikia linaweza likapona ama likakoma kabisa. Sasa nimesema inategemeana na sababu. Sio kila sababu ambayo mtu amepata ukiziwi anaweza akapelekwa hospitali na akapona. Hii kitu haiwezekani, wengine haiwezekani kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kwa mfano mtu amepata ajali, sikio limevunjika, sikio limetoka. Hatuzungumzii sikio la nje, tunazungumzia sikio la ndani. Sikio limetoka. Kama limetoka sikio, je, watatumia mechanism gani ili sikio lile liweze kuendelea kusikia? Japokuwa wataalamu wa masikio wana vipandikizi, wana mashine ambazo unaweza ukapandikiziwa zikusaidie kwa ajili ya kusikia, lakini bado huwezi kusikia vizuri kama ambavyo ulikuwa unasikia ukiwa na sikio ambalo umezaliwa nalo. Kwa hiyo hii pia ni njia mojawapo ya tiba kwa mtu mwenye ulemavu wa kusikia. Lakini njia ya pili tunasema ni maombi. Maombi pia ni njia ambayo inaweza ikasaidia mtu mwenye ulemavu wa kusikia akarudi tena kwenye hali yake ya kusikia. Lakini itategemeana huyu mtu mwenye ulemavu wa kusikia amepata tatizo la kusikia kwa sababu ipi. Si kila sababu ya ulemavu wake wa kusikia anaweza akaombewa na akapona. Watumishi wa Mungu, naomba hapa tuelewane. Ndiyo, ninakuomba mtumishi wa Mungu katika hili, yani tuvumilie tu, yani fahamu kabisa ya kwamba sababu ya uziwi inaweza ikasababisha mtu kiziwi asipone kwa njia ya maombi. Yani hiyo fahamu, wala tu usilazimishe, kwa sababu ni kweli ya kwamba hatuwezi kumpangia Mungu kufanya muujiza wake. Deliverance za Mungu sisi hatuwezi kumpangia kwamba hichi anaweza ama hiki akiweze, lakini ni kuambie tu ya kwamba unatakiwa ufahamu ya kwamba sababu za uziwi zipo zingine ambazo hata ufanye maombi inaweza ikashindikana. Mtu anaweza siamini na anaweza kabisha kwamba haiwezekani,
Naomba nikuulize swali, nikupe challenge fupi ya kwamba mtu aliye katika mkono, wewe mtumishi wa Mungu, uliwahi pata imani hata siku moja kwamba unaweza ukamwombea na mkono wake ukarudi? Je, ulishawahi pata imani ya kwamba mtu aliye katika mguu unaweza ukamwombea na ule mguu ukarejea tena? Ukijiuliza haya maswali na ukafikiri ya kwamba haiwezekani kurudisha mkono uliokatwa, haiwezekani kurudisha mguu uliokatwa, basi ni rahisi tu, elewa kwamba hata sikio ambalo limevunjika, sikio ambalo limetoka, bado ni ngumu sana kuweza kulirejesha kulingana na sababu ya tatizo ambalo amelipata. Kwa hiyo hilo lipo kitaalamu, lakini pia lipo kwa namna yoyote. Lazima ufahamu hivyo kwamba maombi yetu pia yanategemeana na sababu ya uziwi wa huyu mtu. Sasa ni sababu zipi za uziwi ambazo tunaweza tukamwombea na tunaweza tukatengeneza imani, tunaweza tukampa mtu imani na akaipokea na tukamwombea akapokea uzima kabisa? Sababu kama ya kurogwa, ushirikina, imani za kishirikina. Kuna watu ambao wamepatwa na matatizo ya kusikia kwa sababu ni wamerogwa. Watu wa namna fulani, njia za kishirikina zimetumika, mtu akapata tatizo la kusikia. Kwa maana hiyo tunakuwa tunadili na nguvu za giza, hatudili na physical problem, ila tunadili na spiritual problem, kwamba huyu mtu ni matatizo ya kiroho ndio ambao yamemfanya kupatwa na tatizo la kusikia, na sio tatizo la kimwili. Tatizo la mtu kupata ajali ni tofauti na tatizo la mtu kulogwa. Kama mtu amelogwa, ni sahihi kabisa, tunaweza tukafanya deliverance na mtu akapokea muujiza wake. Lakini kama mtu amepata ajali, sikio limevunjika, mkono umevunjika, mguu umevunjika, yani ni changamoto kubwa sana kutengeneza imani ya kuanza kumwombea mgonjwa huyu. Japo sisi hatuweki mipaka ya Mungu kufanya muujiza. Mungu anaweza kufanya muujiza kulingana na namna ambavyo Mungu mwenyewe amemkusudia yule mtu. Kama ni kusudi la Mungu, basi anaweza akapokea uzima na akapona. Na vivyo hivyo, kama ni kusudi la Mungu mtu aliyekatwa mkono ukatwe mkono, Mungu pia anaweza kaurejesha kwa namna ya muujiza wake. Kwa hiyo itakuwa ni changamoto sana kama mtu huyu amepatwa na uziwi kwa sababu ya ajali, halafu tukatumia maombi kutaka kurejesha. Hivyo ni kuombe tu mtumishi wa Mungu, lazima ujifunze. Kupitia kujifunza vitu hivi, magonjwa mbalimbali ambao yapo, hebu tafuta wakati uweze kujifunza. Usishughulike na tatizo bila kufahamu chanzo cha tatizo ni nini. Usianze tu kusema nitakuombea, nitafanya 1 2 3 bila kujua chanzo. Ukifahamu chanzo, ni rahisi kutatua tatizo. Kwa hiyo fahamu chanzo cha mtu mwenye tatizo la kusikia. Sasa ni kuombe mtumishi wa Mungu tuweze kuzungumza mitazamo mbalimbali ya uziwi. Tunasema kwa Kiingereza misconception of deafness, misconception of deafness, mitazamo mbalimbali ya uziwi. Sasa sisi tutajikita sana kuzungumzia mtazamo wa viziwi katika namna ya kiroho. Sisi watumishi wa Mungu tunaamini nini kuhusiana na watu wenye ulemavu wa kusikia, yani viziwi? Watu wengi na watumishi wengi wanaamini kwamba mtu mwenye ulemavu wa kusikia, sababu ya kuto kusikia na sababu ya ukiziwi wake ni kulogwa. Yaani hiyo ndio sababu ambayo watu wanayo kichwani. So hawaamini kama mtu mwenye tatizo la kusikia anaweza akawa na sababu nyingine tofauti na kulogwa. Na ndio maana unakuta wengi sana wanadili, yani wanadili kutaka kumwombea tu peke yake na sio njia nyingine. Sasa ni kuombe tu kwamba mtazamo huu sio mtazamo chanya, ni mtazamo hasi na ni mtazamo ambao unagandamiza haki na uhuru wa watu wenye ulemavu wa kusikia. Na one of the most, kuna watu ambao wana watoto wao ambao ni viziwi, lakini bado wana mitazamo hii, anaamua kumtenga hata katika shughuli za kiroho kwa sababu ya mitazamo kama hii.
Hebu tujifunze kitu kimoja kwenye Biblia kutoka kitabu kile cha Yohana 9 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Ukisoma vizuri kitabu cha Yohana 9:1 mpaka 3, wanafunzi walimwendea Yesu wakamuuliza, Rabi, ni nani aliyefanya kosa au ni nani aliyetenda dhambi kati ya mtu huyu au wazazi wake hata azaliwe kipofu? Majibu ya Yesu yalikuwa wazi kabisa. Akasema, rahasha, si mtu huyu wala si wazazi wake waliotenda dhambi hata azaliwe kipofu, lakini ni mapenzi yake Mungu yatimizwe. Kumbe kuna watu wanazaliwa na matatizo hayo, si kwa sababu wamelogwa au si kwa sababu wametenda dhambi, ila ni kwa sababu mapenzi ya Mungu yatimizwe kwao. Kwa hiyo tunapokuwa tunadili na matatizo ya hawa watu, lazima tu tunajiuliza maswali. Unajua, kwenye hichi kipengele huwa nikikisoma na kukirudia, ni kama wanafunzi wa Yesu walikuwa wanamuombea mtu huyu ambaye haoni, wanapambana kumuombea na akawa haponi. Sasa kwa hasira wakabidi wamrudie Yesu, akamwambia, Rabi, nani aliyetenda dhambi kati ya mtu huyu na wazazi hata azaliwe kipofu? Maana yake yamkini bwana, hawa walikuwa wanamuombea, wanapambana sana bila kujua sababu ya mtu huyu kuwa kipofu. Na ndio maana Yesu akaambia, si kweli, sio yeye wala sio wazazi wake, ila ni mapenzi ya Mungu. Hivyo kuna watu ambao wana ulemavu wa kusikia, hawasikii, ni kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yamefanyika kwake na amezaliwa kwa kutokusikia. Hivyo watumishi wa Mungu, ni waombe, wakati tunajitahidi kutoa huduma hizi kwa watu wenye ulemavu wa kusikia, basi ni lazima tufahamu nini hasa sababu ambayo inampelekea mtu huyu mpaka kuwa kiziwi. Hivyo unapokuwa unamuombea, unakuwa unafahamu exactly tatizo lake ni nini. Hapo utakuwa umefanya vyema na umefanya katika viwango vya utukufu. Mtumishi wa Mungu, ni kukumbushe tena ya kwamba bado tupo tunaendelea na somo letu la ulemavu na injili ya Yesu Kristo. Ulemavu na injili ya Yesu Kristo. Kama ambavyo nilikwambia, somo letu linaendeshwa tukiwa na mkalimani wa lugha ya alama. Hatujaacha, kwa sababu hili ndio lengo na kusudi kubwa, na tunatamani sana washirika na watumishi wote kutoka katika makanisa ya Kipentekoste tupate basi mwamko huu, ili familia zetu, ndugu zetu, marafiki zetu waweze kufurahia na waweze kuisikia hii injili ambayo tunaihubiri. Na kama kweli tumekusudia kutaka kuhubiri injili, na kama kweli tumekusudia kutaka kila mtu aweze kuifahamu injili ya Yesu Kristo, basi ninawaombe sasa tuweze kuungana kwa pamoja, tuweze kutengeneza injili ambayo ni jumuishi, ambayo haiwaachi na kuwabagua watu wengine wenye ulemavu. Nikukumbushe ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu, kwenda kusubscribe, kulike, kucomment, lakini pia share na kwa watu wengine, ili watumishi wengi zaidi waweze kujifunza, na hatimaye tuhakikishe katika imani yetu ya Kipentekoste hatuwaachi ndugu zetu wenye ulemavu wa kusikia, na tuhakikishe kwamba tunakuwa na ufahamu, na hatimaye injili yetu basi inakwenda katika nyanja kubwa zaidi. Katika kuzungumza haya, naomba tena nikukaribishe kwenye kipindi ambacho kitafuata. Tutaendelea kujifunza na mwendelezo wetu huu, lakini ukitaka kutufuatilia zaidi, nenda kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook, nenda Instagram, nenda YouTube, andika tu Inclusive Gospel, alafu utasubscribe. Utaona pale video zetu, utasubscribe, utalike, utacomment, lakini pia utashare. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu, na nikutakie usikilizaji mwema, nikutakie pia ufuatiliaji mwema, na hatimaye kwa pamoja tuweze kushirikiana tuilete injili hii iwe jumuishi. Asante sana, Mungu wangu na akubariki sana.